Hiyo mikono inaashiria kuwa umeweza kukaribishwa. Naomba uweze kuchukua kipaza sauti upate kuendelea. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi. Nawe pia. Mimi ninayezungumza kama vile ambavyo nimetajwa, wacha mimi mwenyewe nijitambulishe, maana wanasema gari ambaye haina namba ni ya mwizi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kujitambulisha ili watu waweze kukufahamu. Mimi naitwa Francis Ndacha. Kuna jina lingine liko hapo mwisho linaitwa Gatiba. Gatiba ni baba yangu. Na mimi ni mzazi, na siwezi kuwa mzazi bila kuwa na mke, na nina mke kihalali. Nina mke kihalali mbele za Mungu na pia mbele ya serikali ya Kenya. Na nimetembea na mke wangu, nitaweza kumpa nafasi awasalimie tu, awapungie mkono namna hivi. Huyo ndiye mke wangu. Na tumeamkia usiku wa manane na tukapambana na safari, Mungu na akatufikisha salama. Amina. Ni jambo ambalo ni la kumsifu na kumuinua Mungu. Sasa nimekuja hapa na nimepewa nafasi hii niweze kutoa ujumbe. Kwa hivyo ujumbe ndiyo sababu ya mimi kusimama hapa. Kwa hivyo ninaweza kuwa na mambo mengi ya kusema, lakini muda hauwezi ukatosha. Kwa hivyo kwa ajili ya kuokoa muda, mniruhusu tu nielekee tu kwenye ujumbe wa siku ya leo. Na kabla sijaanza, mnikubalie niweze kuomba, alafu ndio tuingie mahubiri ya siku ya leo. Baba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako liweze kutukuzwa. Tunakushukuru kwa ajili ya kutupa Yesu Kristo akafa msalabani na akamunyaganya nguvu na mamlaka shetani dhidi ya kifo. Tunapokuja hapa kwa ajili ya mmoja wetu ambaye ameweza kulala usingizi wa mauti, umeweza kuwakusanya wengi kwa ajili ya jambo hili. Ninaponena, naomba niweze kunena na wale ambao wamehudhuria katika kongamano hili. Nitumie kama chombo chako, niweze kutimiza lengo na makusudi yako, kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Sasa ndugu zangu ambaye mmeweza kuja kwa ajili ya mazishi ya dada yetu, najua ya kwamba wengi wanamuelewa kama ndugu dada yao hapa ilia hii, lakini sisi tunamuelewa kama dada katika imani. Amina. Na katika imani hatuna kabila, hatuna rangi, kwa sababu tumekuwa wa familia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi tunajiita wana matengenezo wa Sabato. Tunajiita wana matengenezo wa Sabato. Na tunapojiita jina hili ni kwa sababu tumetokea kimasumasu kwa ajili ya kutengeneza kile ambacho kimeharibiwa. Hatuungani katika kuharibu, sisi tunatengeneza kile kimeharibiwa. Bwana asifiwe. Amina. Sasa ningefurahia sana
maana nimesikia lugha ya Kijaluo ikinipendeza. Yule ndugu ambaye alikuwa ni mkalimani, tafadhali naomba kama inawezekana uweze kunisaidia kukalimani. Alafu baadaye utakaa karibu na msomaji ili ninapohitaji andiko unampa msomaji na tusomea. Sasa andiko ambalo litaweza kutuongoza kwenye mahubiri ya siku ya leo ni kitabu cha Wafilipi 1 mstari wa 21. Tumpe msomaji atusomee. Kitabu ni kile cha Wafilipi 1 mstari wa 21. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Ndiyo. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, naam, na kufa ni faida. Sasa haya maneno ni maneno ambayo kila mmoja ameyasikia yakisomwa kwenye Biblia. Magigini weche mawasivi ndio kaisomo andiko. Mtumishi Paulo, Jatit Nyasaye Paulo anapoandika kitabu hicho cha Wafilipi, esamondiko buge marjwa Wafilipino, anasema kuishi kwake ni faida. Owacho ni dak mare enoala. Anasema kuishi kwake ni Kristo. Ni dak mare en mana Kristo. Lakini kufa ni faida. Tokoto to enoala. Kuna kitu ambaye leo watu wanalia kwa sababu ya kifo. Lakini wale ambao wanaweza kusononeka kwa ajili ya kifo ni wale ambao bado kidogo hawajaweza kuelewa ukweli wa Biblia. Wakati ambapo tumezaliwa mara ya pili na tukawa wana wa Mungu, tumemiliki na tumerithi ufalme wa Mungu, na tumefanyika watoto wa Mungu halisi. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo linatupata ambalo Mungu hajaruhusu, likiwa nzuri au likiwa baya. Mungu anakuwa ameruhusu litupate, na sababu ambaye Mungu anaruhusu litupate ni kwa sababu ana kusudi ambalo wewe hauwezi kulifahamu. Mbele yetu hapa tuko na dada ambaye amepatwa na umauti, lakini andiko ambalo limesomwa pale, Paulo anasema kufa ni faida. Sijui kama wewe unaelewaje Biblia inaposema kufa ni faida. Kufa ni faida kwa wale ambao wamezaliwa mara ya pili. Kwa sababu wale ambao wamezaliwa mara ya pili wanapokufa wanafananishwa na mbegu ambaye inaota alafu inamea tena. Kwa hivyo yoyote ambaye anakufa akiwa amemkubali Yesu, mtu yoyote ambaye anakufa akiwa amemfahamu Bwana Yesu na kupeana maisha yake kwake, huyo anafanana na mbegu ambaye imepandwa. Wakati ambapo mbegu inapandwa, hiyo mbegu lazima iweze kumea bado. Kwa hivyo wakati Yesu atakaporudi, wale ambaye tunawalilia leo kama vile dada yetu wataamuka tena kwenye makaburi yao. Ni kwa sababu gani wataamuka kwenye makaburi yao? Ni kwa sababu Yesu alipokuja hapa duniani alichukua mwili na akachukua damu sawa sawa na dada yetu, na Biblia inasema huyo Yesu alikufa. Nisomee Waibrania 2 mstari wa 14. Waibrania 2 mstari wake ni wa 14.
Ile inasema hivi. Inasemaje? Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Hapa wanahesabiwa watoto wa Mungu wameshiriki damu na mwili. Ndio. Yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Ndio. Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Nani? Yaani Ibilisi. Mpe maiki. Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alipokufa, alikuwa anamnyang'anya nguvu aliyekuwa na nguvu ya kifo. Kwa hivyo kama kuna kifaa ambavyo shetani alikuwa anatumia kuwatishia watu wa Mungu, ilikuwa silaha yake ni kifo. Lakini Biblia inasema wakati Yesu alipokuja na akashiriki damu na akashiriki nyama, alikufa kwa ajili ya kumnyang'anya aliyekuwa na mamlaka ya kifo, yani shetani. Kwa hivyo leo hivi tunapoongea, shetani hana uwezo, shetani hana mamlaka dhidi ya kifo. Yule ambaye ana mamlaka kwa ajili ya kifo ni Yesu. Na ili udhibitishe kweli ni Yesu, naomba unisomee kitabu kinaitwa Mathayo 27. Somea mstari wa 52. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Yanasemaje? Makaburi yakafunuka wakati Yesu aliposulubiwa pale msalabani. Endelea chini. Makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Mpe maiki sasa. Biblia inasema wakati Yesu alipokufa, kuna makaburi iliyofunuka na watakatifu waliolala walitoka kwenye makaburi. Hiyo ilikuwa ni ushahidi ya kwamba Yesu alikuwa ashamiliki uwezo na mamlaka dhidi ya kifo. Kwa hivyo tunapomwangalia Miriam leo, ya kwamba kifo kimebeba yeye. Lakini nataka niwaambie, wakati moja Yesu atakaporudi, Miriam ataamuka kutoka kwenye kaburi. Sasa kile ambacho tunafaa kujiuliza, Miriam amemaliza kazi, Miriam atalala kwenye kaburi. Sasa wale ambao tunashata matatizo na shida ni sisi ambaye tumebaki hai, kwa sababu tuna safari ya kwenda. Lakini Miriam amemaliza kazi, yeye amelala. Yesu atakuja atamwamsha, kwa sababu Yesu anamiliki, amekamata ufunguo wa mauti na wa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna jambo moja nataka niwaambie watu ambaye mnaomboleza. Yule ambaye amelala hapa, hata tushinde tukiongea wala tukimsifia mambo makubwa, ukweli ni kwamba hajui. Ukweli ni kwamba hasikii. Kama wewe ungetaka kufanya mema dhidi ya huyu ndio dada yetu, ulihitajika ufanya wakati alipokuwa hai. Lakini saa hii hata ushinde ukituambia nini, huyu haimhusu, maana hata hasikii kile unachosema. Sasa kuna tabia ya wanadamu leo, wanangojea mtu afe ndio waanze kusema uzuri wake. Lakini wakati alipokuwa hai hawakusema uzuri wake. Ni kwa sababu dunia watu ni wanafiki. Watu ambaye si wanafiki wanamfanyia mtu mema maadamu wako hai, wanamsifu mtu wakati yako hai. Lakini unapokufa watu wanaanza kukutolea sifa. Huo ni unafiki na uongo. Nataka niwaambie hivi, mwenye amelala hapa alikuwa amelala kwa hospitali. Sijaona hai kusanyiko yote ikiwa inaandamana ikienda kwa hospitali. Lakini wakati
wakati amekufa, watu wamejaa wakija kwa ajili yake, wanaongea uzuri wake, lakini hawakutembea kwenda kumuona hospitali. Na wale walioenda kumuona kwa hospitali na wakasaidia mahali ambapo waliweza, baraka ziweze kubarikiwa na Mungu. Na wale ambao hamukufanya hivyo, wakati mwingine mjue ya kwamba Mungu si wa watu ambaye wamekufa. Mungu ni wa wale ambaye wako hai. Kama kuna mtu ambaye unamjua mahali ako na matatizo hapo na shida, chukua muda wako ukamsaidie, maana wakati atakapokufa hahitaji msaada wako. Miriamu hata kama leo utakataa kumuzika, hana shida, maana tayari ameshakufa. Mkimwacha aliwe na wanyama, hana matatizo. Kile ambacho kinamata ni ya kwamba Miriamu alikuwa na uhusiano gani na Mungu. Sasa kwenye kaburi lake hata ende na watoto wake. Kama alikuwa na pesa kwenye akaunti hata beba, kama alikuwa na vitu hapa hata beba, tutampeleka kaburini hivyo alivyo. Nisaidie 14 13 Ufunuo wa Yohana. Inasema hivi. Ndio. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Biblia inasema Yohana alisikia sauti ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Wale wana Biblia ya Kiingereza, sijui ya Kijaruo inasemaje. Mahali ambapo Kiswahili inatumia heri, yani kwa Kiingereza inasema blessed. Kitungu watu ni gwe. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kuna watu ambao wamebarikiwa na wamekufa. Watu gani hawa ambao wamebarikiwa na wamekufa? Msomaji amalize andiko. Asoma andiko. Na mwasema roho ndio wapate kupumzika baada ya taabu zao. Maliza. Kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kuna taabu nyingi hapa duniani. Kuna watu duniani saa hii wanalia. Wakati mtaendelea kulia, huyu hatakuwa pamoja nanyi, kwa sababu tayari yeye ameshapumzika. Biblia inasema wamebarikiwa wale wanaokufa katika Kristo, maana wamepumzika baada ya kazi yao. Ile kazi ambayo Miriamu amefanya, hiyo ndio inapatikana machoni pa Mungu. Sasa wewe ambaye leo unalia, wewe ndio una kibarua. Miriamu hana kibarua, maana amepumzika baada ya kazi ambayo ameifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu ambaye kinafanya uishi, andiko limesema kuishi ni Kristo. Kwa hivyo tunapoishi tunahitaji kuhubiri Kristo. Tunapokufa ni faida. Huwezi kunielewa? Huwezi kunielewa? Kwa sababu wewe unadhani ya kwamba hata kama utaishi miaka 100 utapita hapa. Lakini Biblia imesema, Biblia imesema kwenye kaburi matendo yako ndio itakufuata. Uko na magari, haitakufuata. Una mashamba, hayatakufuata. Una kufuata. Wewe utaenda kaburini, utabaki peke yako kaburini mpaka wakati Yesu atakaporudi. Lakini ninashangaa kwa sababu ya watu ambao ni waombolezani wa siku ya leo, wanataka mpaka maiti. Sasa wameenda sana, wanaongea uongo mpaka wanadanganya maiti. Usiongee uongo kwa maiti, kwa sababu maiti hasikii. Maiti hasikii wala hajui kile kinachoendelea, wala mahubiri haya nahubiri leo. Miriamu hashiriki, wewe ndio unayeshiriki ambaye uko hai. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wangapi wananielewa? Na watu wangapi wanaonielewa? Kuna safari ya kwenda. Lakini kitu ambaye nataka niwaambie, hakuna mtu atakayeamuka kwenye kaburi wakati Yesu atakapokuja isipokuwa yule aliyelala katika Kristo. Msomaji, Wathesalonike wa kwanza
4:16. 4:13. Inasema hivi. Inasemaje? Lakini ndugu, ndio, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. lazima tujue habari zao waliolala mauti, Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Kwa hivyo kuna watu ambao wanahuzunika leo. Ni wale wasio na matumaini. Lakini hawawezi kuhuzunika. Paulo anasema mimi kuishi ni Kristo, lakini kufa ni faida. Kwa hivyo hakuna mtu anaogopa kufa. Maana Yesu anasema katika Yohana 11:20 anasema hili, hata kama unakufa utaishi. Bwana asifiwe. Watu walilia walipokuwa wanaona Lazaro amekufa, wakamwita Yesu, wakamwambia kuja, maana Lazaro amekufa. Yesu akamwambia Lazaro hajakufa, bali Lazaro amelala. Kwa hivyo kifo ni usingizi, asubuhi njema. Waliolala katika Kristo wataamuka. Bwana asifiwe. Lakini nataka niwaambie kitu. Ogopa sana kuingia kwa kaburi ukiwa umeamini uongo, kwa sababu watu wote ambao waliolala kwenye makaburi wakiwa wameaminishwa uongo hawatapatikana katika ufufuo wa kwanza. Wathesalonike 4:16. Sasa soma kitabu kile cha Wathesalonike 4:16. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Yanasemaje? Kwa sababu Bwana mwenyewe atafanyaje? Atashuka kutoka mbinguni. Atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Ndio. Nao waliokufa katika Kristo. Rudia. Nao waliokufa katika Kristo. Rudia. Nao waliokufa katika Kristo watafanyaje? Watafufuliwa kwanza. Ati nini? Watafufuliwa kwanza. Kwa hivyo kuna watu walio makaburini, Yesu akija leo hawataamuka. Lakini ufufuo wa kwanza ni wa walio lala katika Kristo. Sasa ndugu zangu, unaweza ukajiuliza ni kwa nini dada yetu aliamua kuacha dini yake ya kuzaliwa na akaamua kufanya matengenezo, kwa sababu alielewa lazima mtu akiwa hai afanye matengenezo. Sasa hapo kwenye matengenezo ndipo kuna kibarua, kwa sababu watu wengi leo ni watu wa dini, sio watu wa Yesu. Sasa wewe kama ni mtu wa dini, utakapoingia kwa kaburi ungojee dini yako ikuvuvue. Lakini kama wewe ni wa Yesu, utakapokufa Yesu atakuvuvua. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie habari njema. Inawezekana hatutapatana tena, maana tumeletwa hapa na kifo cha dada yetu. Lakini kwetu sisi hatuna machozi, kwa maana tunajua yaliyotendeka kwa dada yetu. Mungu alijua, Mungu alikubali itendeke. Kwa hivyo kwa kufa kwake ni faida. Muda aliishi, alimtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumikie Mungu maadamu mtumikie Mungu maadamu una uhai. Mtumikie Mungu wakati una afya, kwa sababu muda unakuja utaingia kwa kaburi na hautamtumikia Mungu. Watu leo wanapoenda maziko, unawasikia wengine wakisema Mungu muweke mahali pema peponi. Huo ni uongo.
Huo ni uongo. Mano miliabo. Hakuna Mungu. Ongenya sae. Hakuna mtu. Ongengato. Anamwambia Mungu. Mahali ya kuweka watu. Wakati wamekufa. Nikuulize swali dogo. Duda yetu alikuwa mochari. Nene mochari. Kwa siku zile ambazo amekaa mochari. Yaani useme mochari kocha. Ina maana leo Yesu nikauono. ndio tumwambie Mungu mahali atamweka. Ina maana ile siku ambayo alikuwa mochari. Si mwanene mochari. Mungu alikuwa amemweka mochari. Leo ndio anajua mahali ya kumweka. Huo ni uongo. Mano miliabo. Na watu leo kupitia dini zao wameanzisha mafundisho yaliyo kinyume na Mungu wa Biblia. Sikiliza nikwambie kitu. Unapoona kundi hili wakijiita wana matengenezo, kile ambacho wanatengeneza wanataka chochote kitoke kwa Biblia. Watakosana na madhehebu, watakosana na dini, kama bila Yesu alivyokosana na watu wa sinagogi. Nikwambie kitu, usijitetee na dini yako, usijitetee na dhehebu lako. Cha maana, cha muhimu ni kujiuliza, hivi dini yako, hivi dhehebu yako imekuelekeza kwa ukweli ama imekuelekeza kwa uongo? Ndio maana unapojua dini yako inakuelekeza kwa uongo, unaamua kufanya matengenezo ukiwa peke yako. Usikojee mama, usikojee baba, usikojee watoto. Inapofika ni uhusiano wako na Mungu, fanya peke yako. Na hiyo ndio maamuzi watu wengi wameshinda. Maana watu wengi leo wameenda kwa makanisa ili wakifa waweze kuzikwa. Hivi ni waulize, hata kama mngemwacha bila kumuzika, unataka kuniambia angezikwa? Angezikwa hata na municipal. Kwa hiyo haijalishi hata zile umbwa zinaweza kufa hapa kama zinazikwa. Kwani umbwa zinazika kwa nani hapa? Usije ukaende sehemu inayokusudiwa ni ya ibada, lakini ya kufundisha uongo, ati kwa sababu wewe unataka wakuzike. Wacha wakati wa maziko wajipake, wale watakuzika, wewe usijali. Wewe jali una uhusiano gani na Mungu na mwanawe Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nawaambia inawezekana. Leo ni siku umenisikiliza. Fanya hivi, fanya hivi. Usiangalie ulizaliwa wapi, kaa kitako, jiulize, hivi dini, hivi dhehebu lenye niko ndani linanipatanisha na Mungu au limenitenganisha na Mungu? Miongoni mwetu sisi tulipojua ya kwamba kuna dini zinatumika na shetani kuwapoteza watu, tutafanya matengenezo. Ningeuliza kama mngejua inawezekana kupitia kwa kifo hiki, kuna miongoni mwa watu hapa wataanza kuuliza hawa ni akina nani. Utakapochunguza hawa ni akina nani, kuna ujumbe zaidi ya mazishi ya Miriam utakayepatana naye. Watu wengi leo wanajiita Wakristo, lakini ndani ya mioyo yao wameficha fitina, wameficha shuki, na wanadai kuwa ni Wakristo. Biblia inasema waraka wa kwanza wa Yohana 3:15. Ninapenda kumalizia. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:15. inasema hivi. Inasemaje? Kila mchukia ndugu yake ni muuaji. Kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua kuwa nani? Kila muuaji hana uzima milele ukikaa ndani yake. Kumbe sio lazima uchukue panga,
Sio lazima uchukue bunduki. Ukikao beti, ukikao bunde kwa shuki ambayo uko naye moyoni, inatosha wewe kuwa muuaji. Utakapokufa uingie kwa kaburi na shuki imekujaa moyoni, hali ya ufufuo wa kwanza hautapatikana. Kwa hivyo ninataka niwaulize waombolezaji ambaye mko hapa leo, Miriamu amefariki dunia. Miriamu amefariki dunia. Lakini Miriamu alikuwa na watoto na watoto wake bado wako hai. Yale ambaye ulidhani unaweza kumfanyia huyu ambaye amekufa, sasa naomba uelekeze kwa watoto waliacha. Ni watu wengi utawabata tu wanaogea. Baada ya kupiga mlango hii, kwa sababu wanachosema hakitoki moyoni, kinatoka tu kwa mdomo. Naomba watu kama wangemaanisha, tungekuwa leo duniani hakuna mtu anasumbuka. Kama watu wangekuwa na umoja, tungewasaidia watu wengine ambao leo wako katika shida. Sasa mimi nataka tufanye jambo moja, maana naona watu wengine wanataka kuondoka. Ningeomba sisi tunapohubiri, tunapokuja kwenye maziko, sisi huwa hatubebi pesa ya maziko, lakini tunapokuja kwenye maziko tunajipanga kwa ajili ya wale ambao wameachwa. Huyu mama ameacha watoto. Kama wewe unamaanisha, ningeomba tufanye jambo fulani hapa. Naomba tuweze kufanya mchango kwa ajili ya watoto hawa waliobaki. Na sisi hatubebi pesa. Ni pesa zinabaki kwa wale ambao wamechangiwa. Naomba tuweze kuchanga hapa. Na kwa sababu mimi sina pesa kwa mfuko, lakini niko nazo kwa simu, nitaanza wa kwanza kuchanga. Kwa hivyo nitakapopewa namba ya kuchanga, mimi nitachanga. Ni nani mwingine anafuatana na mimi tu hapa kwa ajili ya hawa watoto? Karibuni. Karibuni. Uja usiku wala saa ya alasiri, tuwe sijui tunatumia namba ya nani ya mama. Uko naye? Haya, namba ya mama ambaye wale hawana pesa kwa mfuko tunatumia 0725 63 73 35 0725 63 73 35. Wale ambaye hamna pesa kwa mfuko mnaweza mkatuma kwa hiyo namba. Wakuje. Kwa nini mumekaa? Watu ambaye mko hapa, tunachanga hapa kile ambacho uko naye. Wale ambaye mko sehemu hii, tafadhali kujeni hapa mchange kwa ajili ya hawa watoto ambaye wanabaki. Karibuni. Sisi watu wake, karibu, tukionyesha pendo letu, tukimgoja yeye, twakesha twamngoja Yesu Mwokozi mpendwa, wajua alihifadhi
Twaunganishwa nawe, ukija kwa watu wengi kama mhukumu wao. Kwangu takuwa rafiki, twakesha twakungojea. Kukesha ningojea, kukesha tunakungojea. Musema kau karibu. Kukesha tunakungojea, twakesha tungoja yeye. Wale mlio pale kando mngetokea ili tuweze kuchanga wote pamoja ili tumalize mchango. Mliokona pandi, hebu songea pamoja. Ndugu zetu, hii ni jambo tungetakiwa tushirikiane pamoja. Rudia namba. Katika kuchangia watoto hawa, manake ni watoto wanahitaji kwenda shule, ama si ndivyo wana wa Mungu? Hebu kama nafasi hii imekufikia na sauti hii imekufikia mahali ulipo, maana naona kuna wengine walio kwenye kona pale, sijui kama kuna mchango unaendelea. Hebu leteni mchango zote, tusiende na pesa zile tumekuja nazo. Bwana asifiwe. Amina. Kama umekuja na hela kidogo, pokea, lete hapa ili tuweze kuacha katika boma hii. Namba ya simu naamini mliwapatia. Rudia. Chukua namba ya simu tena, chukua chombo hiki waambie namba ya simu, maana siku hizi watu wabebi pesa wanabeba na simu. Ni kweli ama si kweli? Yes. Namba ya simu tangaza. Namba hiyo 0725 6373 pole 35. Rudia tena 0725 63 73 35. Yes. Hiyo ndio namba, mara moja imeingia. 07 ama turudia tena 07 25 63 73 35. Yep. Hiyo ndio namba ambao naamini kila mmoja ameweka. Sasa mimi nachukua huduma ya mwisho. Jina ni Elsa. Inaanza na Elsa. Nachukua huduma hii sasa. Mhubiri amemaliza, mimi kazi yangu ni kutoa hapa nipeleke mpaka kwa kaburi. Bwana asifiwe. Si mnaona mimi ni mzee? Mimi naitwa Anton Makau, mwana matengenezo. Niliingia kanisa la Wasabato mwaka wa 1969 nikiwa kijana mdogo. Nikiwa kijana mdogo sana. Na kutoka hapo ningali natembea katika misingi ya Wasabato. Bwana asifiwe. Hapo ndipo nakaa na nitakaa mpaka Yesu arudi. Lakini kazi yangu ni kutengeneza kule wanaharibu. Bwana asifiwe. Naitwa mwana matengenezo, kutengeneza manake 1965 ni zamani. Ama